Maisha ya ndoa tuseme mwanzo haikuwa tamu vile kwa sababu kulikuwa na mashida. Nilipooleka tu mzee kazi kaisha. ICU ikasemekana sasa organs zote zimefail. Organs zimefail. Akakaa pale, ilikuwa hali mbaya sana. Hakuongea tena. Mpaka sasa date 1. Date 1 watu wameenda, mimi nimekataa, nimesema siwezi acha mtoto wangu. Ninakaa nje, masaa ya kuingia ndani inafika, lakini naenda tu ICU na muangalia na muombea. Na muombea, sikukuwa na la kufanya. Sasa ikifika date 1 ndio date 1 sasa 2019. Ndio nikaambiwa amepass kitu saa 6. What? Yeah, hivyo tu. So siku moja wakaniita, wakaniambia eti ni kama atamake. Sijui walitumia neno, akasema ati ni kama akili yake imekuwa garbage. Garbage. So hapo wakaniambia ni wapee ruhusa watoe hizo nini, watoe hizo life supporting machine, waone kama ndio iko ama kama ako hai. Sikukubali. Sikukubali, maana ilikuwa ngumu sana. Niliona mimi wakimtoa ndiye atakufa. Kumbe wanasema hivyo ashaenda. Na mimi nafikiria ako hai na ni machines inafanya. So nilipoenda nikakataa, wakanipatia time. The following day wakaniambia, wakaniuliza sasa natakaje. Nikitaka akae hapo milele atakaa. Kulingana na vile nitasema. So nikakonvinziwa na my sisters na watu wengine walikuwa. Wakaniambia tufanye tu vile daktari anataka, tuone kama ako hai. Tuone kama ako hai. So haikuwa rahisi sana, lakini ilimbidi tu nikubali. Nikubali, nikasema atolewe tu na nikaenda nje. Tukaambiwa turudi tena saa 10. Tuliporudi sasa tukapata wakakonfirm ya kwamba ashaanga. Hayuko. Ya ilikuwa ngumu sana. Sana kusikia kwamba ni mwaka moja tu. Januari umelusi mzee. Ndio hiyo mwezi wa 6 umelusi mimba. Sasa unaambiwa mzee hayuko. Before kanisa sifungwa kwa sababu ya COVID, nilikuwa nimeacha kanisa. Ndani yangu na kabisa. Hata maombi siombi, hata chakula siombei. Nimeona ni kama Mungu ameniacha. Ni kama Mungu anipendi. Ni kama Mungu anijali. Nilikuwa ndani yangu nilikuwa najua nakufa, nafuata mzee. Nilikuwa nasema siwezi ishi bila yeye. Siwezi ishi kwa sababu mambo imekuwa mangumu. So nilikuwa najaribu kuimagine vile nitatoroka niacha watoto. Niwaache niende. Ama naomba Mungu tu nikufe. Kama naweza furahia nikiwa mgonjwa hivyo niamuke, nipate nikufe, ilikuwa furaha yangu. Lakini kukikucha napata tu niko hai. Nakasirika sana. Nasema Mungu, si ningekufa tu. Wakati corona ilikuja nikasema basi hii ndio itanibeba. Nilikuwa natamani tu hata iniue. Wakati ilitangazwa tu hivi imekuja. Sasa nikajua basi corona imekuja, hiyo inaua watu wengi vile tulikuwa tunaona China inafanya. Nikajua sasa hiyo ndio itanifagia. Aya, mwiroreri wa Barothi wa Thayo TV, geithiko ringi na ndirakurira nitukwambia kuruga mihaka kana guthie beyond the borders, niga tuko tukimenya andu aria angi ona maria mageragira. Muthenya muthi twina Mary Nduko uria nake ukoretwo hihi akihetukira kiundu gitari kiega, kiundu kiritu muno muturire-ini wake, na akiri haho nake nigetha akora gitumenyithia maundu matiganite megemaine na moritu maria mana mukora thiini wa muturire wake, makainamia ngoro yake ringi na ringi makamurituhira muno, no akahota kumakua na kumenya ati ona ario muhonoku ni kuri mathina mundu akoranaga namo, no agacoka agacaria njira ya kuma overcome, tondu guo niguo muturire uri. So karibu sana Mary Nduko, salimia mtazamaji wa Barothi wa Thayo TV, alafu tuweze kukujua zaidi. Umezaliwa wapi, umelelewa wapi, masomo, after masomo labda kuolewa. Tia. Asante sana kwa Barothi wa TV
kwa kuni host siku ya leo. Kwa majina naitwa Mary Nduku Barasa. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mi nimezaliwa Makueni County, Kaskeu. Yes. Na mahali kunaitwa Musaani village, hapo ndio nimetoka. Ndio nimezaliwa, kwetu tuko 11, watoto 11. Ya, tuko 11 na wote wako. Okay. Na nimelelewa pale Musaani na nikasomea Musaani primary hadi class 3. Na wazazi wetu maana walikuwa walimu, wakatuhamisha ile shule walikuwa nasomesha, wakatupeleka shule ingine ya mbali, Enguli primary. Hapo ndio nimesomea kutoka class 3 mpaka class 8. Na nikasomea bado Enguli secondary hapo, from form 1 mpaka form 4. Nikamaliza kidato cha 4 pale. Lakini hakukuwa na mashida, labda unajua pia watoto 11 sio wachache, kwa hivyo kimaisha labda hali ilikuwa vipi? Ya, haikuwa rahisi vile kwa wazazi kwa sababu watoto 11 na walikuwa walimu wa primary na kulikuwa na changamoto bado kwa sababu watoto 11 unapata saa ingine 5 wako secondary school na 2 wako university. So unapata kulikuwa na changamoto sana kwa sababu hata ukiitwa boarding school ilibidi usomee day school kwa sababu ya changamoto ya school fees. Lakini waling'ang'ana kwa sababu sisi wote tumesoma. Hakuna yule hajasoma. Wameng'ang'ana katika hiyo hali na tukapata masomo. Ya. So nikamaliza form 4. Ikawa sasa sistangu mkubwa ametoka nyumbani, amekuja Nairobi. Alikuwa anaishi pale Mwiki. So ikabidi nitoke nyumbani nimjoin, nikuje nikae na yeye. Akawa ananipeleka computer college Nairobi. Nikakuwa nasoma pale, nikiwa hapo Mwiki nilikuwa nimeokoka. Hata nikitoka nyumbani nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa msichana ambaye nilijuana na Yesu nikiwa class 8. So maisha yangu yote ilikuwa ni wokovu na maombi. So nikiishi na sistangu ndio kuna kanisa nilikuwa naenda pale Mwiki. Nilikuwa naenda Morning Glory kila siku. Morning Glory kila siku. Mwiki wapi? Kasarani Mwiki. Phase 3. Phase 3, okay. Phase 3, tulikuwa tunakaa phase 3. Yeah, tulikuwa tunakaa phase 3. So nikakuwa naenda maombi pale kila asubuhi Morning Glory na watu wengine walikuwa nakuja. Na sasa kuna ndugu alikuwa anakuja maombi pale. So siku moja tukakutana kwa plot hapo nje, tukajuana. Mkienda maombi? Siku tu ya kawaida. Ya, sasa nikapata kujua anakaa kwa hiyo plot. Ulimjulia kwa maombi ya manje? Ya, tulijuana kwa maombi kila asubuhi. Sasa mlienda kuomba ama kujuana? Ni vile tu naenda kuomba, then mtu mwingine anaomba na kumbe asha kuona. Kumbe mnaombeana. Ya, sasa kila mtu anamaliza maombi, mimi nilikuwa naomba, yeye anaomba, anaenda kazi. So ashaona kasichana na mimi sijui. So siku moja tukakutana, kumbe ile plot nakaa naka 4th floor na yeye anakaa ground floor. Sasa hapo ndio tukajuana na tukapendana. Tukaanza safari ya marriage. Tukapendana. So ilikuwa ngumu kwangu kuambia sistangu maana pia alikuwa pastor na alikuwa mkali. Alikuwa mkali na vile nimekaa kwa wokovu, sikukuwa na boyfriend all through class 8 mpaka form 4. Sijai kuwa na boyfriend. So sasa tumeongea na huyo ndugu. Nimesikia tumependana na tumeanza safari ya kuanzisha marriage. So Mungu akatupatia courage, tukaenda tukaona sistangu, although ikukuwa rahisi kwa maana ni in the marriage. Mimi ni Mkamba na yeye ni kutoka Western, Luya. Yeah. So kukakuwa na changamoto pale. Ikawa sistangu ananiambia hapana, hata ukiolewa atakuja kuoa kabila yake, lakini huku tushapendana. Na ashaniambia na bibi na hataoa tena sababu ameokoka. Lakini changamoto tu najua ziko. So tukachukua hatua, tukaenda kwa wazazi wangu. Pia wazazi wangu kukakuwa na hiyo pingamizi. Hawakufurahia? At first mamangu hakufurahia. Although mzee hakukuwa na shida sana.
mamangu akakuwa akasema. Najua mzee anaona mahali hana issue. Yeah, sasa mamangu akakuwa hataki your marriage. Anaona in the marriage italeta shida. Lakini tu tukamconvince, tukaambiwa turudi tena. Sasa unajua mama anaona kuna tamaduni za Wakamba, tamaduni za Waluya. Labda huenda hazitaingiana ama kutakuwa na sintofahamu kidogo. Alafu tena alikuwa na zile story walikuwa nasikianga. Si ndio hizo sasa. Vile wasichana wakioleka kwa kabila fulani vile wanafanyiwa maisha yao, watarudi tena kurudi na watoto kama washazeeka. Story kama hizo mamangu akakuwa akimuuliza, na wewe ukichukua msichana wangu utaoa tena? But alikuwa mtu serious na alikuwa anamaanisha ile mambo ambayo anasema. Tuliporudi tena na tukapata wazazi washaongea na wakakubaliana, mamangu akasema tu amekubali, lakini kuna zile mambo ambayo sheria atampatia, atakuja sign. So tukaendelea hivyo, tukafanya mambo yote ya harusi, tukapewa siku ya harusi. So swali ni kabla tufike kwa harusi, umetoka kwenu after mmezungumza na wazazi wako. Je, mtaenda kuzungumza na wazazi wa kijana? Tulienda. Tulienda pia, walikuwa wao walirespond aje? Walikuwa nakaa Bungoma, wao hawakuwa na shida yoyote. Walifurahia maana wanaletewa msichana, hawakuwa na shida yoyote. So tukaenda pia introduction kwa wazazi wake, wao wakafurahia, wakakubali, na pia walikuwa wameokoka wazazi wake. So tukapewa ngoahedi ya kufanya harusi. Tukaendelea tukafanya harusi, tukamaliza. Maisha yakaendelea. Lakini in marriage kabla tufike kwa marriage, unajua kuna ile tabia watu wakipatana haswa huko kwa maombi na wapendane, labda huenda wanasahau kurudi kwa maombi. Unajua mlipatana mkiomba. Sijui kama mlirudi tena ama ilikuwa nafasi ya kupata mtu na ukishapata ndio hivyo unaondoka kivyako. Mlirudi tena kuomba ama hiyo ndio ilikuwa mwisho ya kurudi huko? Hiyo ni swali labda binafsi, si watu wengi wangependa kuliuliza, lakini niliona haswa watu wakipendana ama wakitafutana, unamwomba Mungu sana, tafadhali Mungu ukinipea huyu dada lakini ukishampata basi Mungu anawekwa kando. Inakuwa sasa ni nyinyi wawili. So mliwahi rudi tena kuomba? Nilikuwa serious na wokovu. So after hata kupatana, tulikuwa kama ni kupatana, tunapatana kule Uhuru Park, mahali pako open, na bado nilisidi na maombi, na yeye pia alisidi kuendelea na maombi. Tukakuwa serious sana na wokovu, kwa sababu hiyo duration ya courtship hakuna mambo naweza sema iliendelea kama siku hizi vile. What do you mean by open? Mahali, yani si kutaka kuenda kwake kama sijaoleka. Wakati huo wokovu ulikuwa serious. Si kama siku hizi. Siku hizi utapata msichana anaenda kwa kijana, anafua, anapika na ameokoka. Na ni courtship. Hajaoleka. Lakini sasa wakati wetu ilikuwa hata kusimama tu kwa barabara tu hivi ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu sana. Either mkutane church ama muende mahali kama Uhuru Park, na ni kuongea na kupanga mipango ya harusi. So hatukuacha maombi. Tuliendelea na maombi sana kwa sababu nilijua kila kitu kizuri usaliwa kwa maombi. Na kwa sababu nimepata mume kwa maombi, ningemdumisha tu kwa maombi. So nikaendelea na maombi. Sasa ujue huyo ndio boyfriend wa kwanza. Sikukuwa nishaipata boyfriend, ndio wa kwanza, na so nilikuwa serious na nilikuwa najua dhambi ni nini na wokovu ni nini. So tukaendelea, tukapanga mipango ikakuwa sawa. Tukafanya harusi sasa. Tukafanya harusi katika kanisa la CMF kule Mwiki. CMF? Naijua. Christian Mission Fellowship. Naijua. Hapo ndio tulifanya harusi. Tukafanya harusi pale na maisha yakaanza ya ndoa. Lakini kuingia kwa ndoa sasa kukakuwa na changamoto sana. Sasa ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2002. 2002 ndio tulifanya harusi. Maisha ya ndoa tuseme mwanzo haikuwa tamu vile, kwa sababu kulikuwa na mashida. Nilipooleka tu mzee kazi kaisha. Na mimi pia nilikuwa nimeandikwa mahali, nilikuwa nimeacha kazi. Sasa nimeoleka, acha kibarua yenye nilikuwa nafanya. Kuolewa tukamaliza
miezi kidogo nikapata mimba. Yeah. Okay. Alafu ile mimba ikatoka. Siku moja tu nikiwa kwa nyumba, nikainua tu vitu, then nikamiskari. Ikatoka. Ilikuwa uchungu sana kwa sababu ilikuwa ni mtoto mmekaa katika utakatifu, mmengojea Mungu, alafu tu ina happen inatoka. Bwana atachukulia aje? Bwana yeye pia alilia sana. Alilia sana, lakini alikuwa pale kunipatia nguvu na tukakubali kwamba imetoka. Na tukaomba Mungu, tukaamini Mungu kwamba atatubariki tena na watoto ama mtoto mwingine. So tukaendelea pia katika hali ya fedha, maisha ilikuwa ngumu, tulikuwa tunang'ang'ana sana. Haukuuliza Mungu kwa nini tukaoana kazi zikaisha? Yeah, unakuwa na maswali sana. Kama ile unaokoka alafu unafutwa kazi, unashinda sasa Mungu mwenye nilikuwa natafuta, nimeokoka tu kidogo nimefutwa kazi. Yeah. Inakuwa changamoto, maana lazima ujiulize maswali. Then uulize Mungu maswali. Ni nini na happen? Tena umefanya harusi ya kanisa. Unajiuliza maswali mingi, unaomba, unauliza Mungu kwani ni nini mbaya? Kwani ukutaka hii ndoa? Kwani kuna nini? Lakini tu unajipatia nguvu, unaomba na unaendelea na safari. So tukaendelea. Maisha ilikuwa ngumu. Kung'ang'ana, kazi hakuna, pesa hakuna, kulipa rent ilikuwa shida, lakini tukaendelea. Tukaendelea kuomba Mungu na kuaminia Mungu. Tukifika 203 ikiisha, nilikuwa sasa nishapata my first born. Nikapata mtoto kijana. Nikapata mtoto kijana 203. Tukaendelea 206, nikapata mwingine 209, nikapata mwingine. Wow. Lakini sasa katika hali ya kulea watoto ilikuwa na ungumu wake. Maana changamoto ya kazi, mzee alikuwa mechanic na pia alikuwa mtu wa welding. Ikakuwa alikuwa anachukua contract, sometimes inapotea. Lakini tu maisha yakaendelea, tukaendelea kulea watoto tukiaminia Mungu. Ilipofika 207, sasa ndio tulihama kutoka Mwiki. Tukaamua tukuje Kawa Wendani. Maana by then sasa mzee alikuwa amepata mahali, ameweka kazi yake. Sasa tukahamia Kawa Wendani, maisha at least ika change. Kukakuwa kuzuri, tukatoka single room, tumeenda self contained, maisha imeanza kuwa mzuri. Tukaendelea tu hivyo. Wakati mmoja tu kuamka tu akaambiwa ile mahali ameweka kazi atoke, na ni asubuhi. Sasa ikakuwa ni mambo mangumu sana. Hakuna mahali anaweza peleka vitu, hakuna mahali anaweza enda, lakini kwa uwezo wa Mungu tu tukahama sasa tukakuja Ruiru. Hapa Ruiru hatuna chochote. Ana kazi. Mimi nilikuwa nafanya biashara tu kidogo hivi, haina income mzuri, iwezi to sustain. So kazi imesimama, tumehamia mahali pageni, hatujui mtu yeyote, tukakuwa na hali ngumu sana. At one point ilifika mahali nikafanya kazi ya mjengo. Nikaanza kazi ya mjengo, maana watoto wanafaa wakule, tunafaa tulipe nyumba na maisha iendelee, na huku ana kazi. So mimi nilifanya kazi ya mjengo, nilibeba kokoto, nilibeba mawe mpaka huku kunakuwa black. Na huku umeokoka. Umeokoka. Yeah. So wokovu huwezi uondoa kwa sababu shida zimekuja. Inabidi uvumilie. Maana hukuambiwa ati ukiokoka hakuna mashida itakuja. Yeah. Inabidi uvumilie. Na tena ukiwa huko kwa mjengo, maana unajua tu kwa mjengo sometimes kuna dirty language. Watu wanaongea matope, lazima usimame. Wajue wewe umeokoka. Hakuna mtu atakuchezea. Lazima usimame. Ni changamoto. Unafanya kazi ngumu, kazi tuseme tu ni kama ya wanaume, kwa sababu ni kazi ngumu. Ukitoka pale umechoka, pesa yenye utapata kwa siku hiyo, unakuja unanunua chakula umeona imeisha. Hakuna hata ile unaweza save. So maisha yakaendelea hivyo, tukiomba, tukiaminia Mungu, mpaka siku moja tuliamua kwenda fasting na yeye. Sasa tukakuwa tunaenda maombi ya fasting. Pale ndio Mungu akanipatia nyimbo. Mimi ni muimbaji bado. Nimeimba nyimbo, nimefanya audio. Sijatoa video. Sasa nikiwa katika maombi, Mungu akanipatia wimbo wa Mtegemeo wa Bwana. Ni kama mlima Zayuni, kwamba hawatatingishika.
So kutoka pale after hiyo maombi tu Mungu akafungua njia. Akapata mahali sasa, mahali alikuwa ameweka sasa kasi na hapa kwa Cairo. Alikuwa ameweka garanti yake kubwa hapo na welding kubwa pale. Mungu akafungua njia na mimi sasa Mungu pia akanifungulia njia. Nikitoka tu maombi tu hivyo nikaona advert kwamba kuna mahali kwa children's home wanahitaji matron na cook. So nika apply. Nilipo apply kwa kibali ya Mungu nikapata kazi ambapo ndio nafanya mpaka siku ya leo. So maisha ikaendelea. Maisha ikakuwa mzuri sana. Na sasa watoto wamekuwa. Sasa una kazi, Bwana ana kazi. Niko na kazi. Hapo ndio uliona Mungu wenyewe haezi kuacha. Labda unaweza olewa ama uoe kazi iishe ama uokoke kazi iishe, lakini ukivumilia kazi itakuja. Sasa ile Mungu amebariki. So kazi imekuja, ndio nyinyi hao mnaishi maisha mazuri, watoto ndio hao. So starehe. So kutoka hapo maisha ikakuwa mzuri. Mzuri sana. Watoto hata primary tumewapeleka, mmoja tumempeleka boarding. Mwingine amekuwa mkubwa sasa ako class 8. Ameenda form 1, tumempeleka bila stress, bila changamoto. So maisha ikakuwa mzuri, tukaanza kufurahia life na pia na unduma, kufanya kazi ya Mungu kwa furaha. Maana saa zile umefinyika, hata kazi ya Mungu huwezi fanya kwa furaha. Lakini saa zile uko na amani in life, umebarikiwa, kazi ya Mungu unafanya hata kwa amani na kwa furaha. So tukaanza kumtumikia Mungu kwa furaha till sasa 2018. 2018 sasa mtoto wetu our first born by then alikuwa form 2. Alikuwa form 2. Alikuwa form 2. Sasa ndio sasa kukaanza kukua na changamoto tena katika maisha. Although all through kuna mambo ili happen, magonjwa. Mnapata mnangangana na magonjwa. Mara mnaambiwa mzee amekuwa attacked na asthma. Mara mtoto ako na asthma. Kukakuwa tu na changamoto za magonjwa. Mko na pesa ndio, lakini mnapata hiyo pesa iwasaidii sana kwa sababu kuna magonjwa, mnangangana pia na magonjwa. So ikifika 2018 December, nakumbuka nilikuwa nimeenda maombi ya prayer and fasting. Prayer center. So nikaenda maombi, nikakuwa na wakati mzuri for 7 days. Niliporudi sasa ilikuwa December 23rd. Tukielekea Christmas. Ndio sasa nimetoka maombi, nimekuja ndio tusherekee na familia Christmas ya 2018. So nilipokuja watoto wako ni wakubwa, nikawapata wako sawa na mzee ako sawa. Tunapanga sasa 24th vile tutajitayarisha ndio 25th tusherekee Christmas Day. So hiyo 23rd, 24th tukakuwa na safari ya haraka na mzee twende kwetu. Tukasema tumekaa bila kwenda, wacha tukabless wazazi maana tulikuwa tu sawa kifedha. Wacha tuende tubariki wazazi, alafu turudi the same day maana kwetu si mbali. Tukaenda na tukarudi. Maana kuna mtoto wetu alikuwa ameenda huko last born, tukamchukua sasa tukarudi. Tuliporudi hiyo 24th, sasa tulikuwa tumeambia watoto waende soko, wanunue chenye wanataka. 24th tuliporudi jioni sasa. Tukawaambia kesho tunataka tuwapeleke at least mjienjoy, tuwapeleke swimo nini. So kila mtu amke afanye kitu kwa nyumba. Wala ataosha nyumba, wala ataosha vyombo. Na mimi sasa nitaamka maana 25th Christmas Day nipike. Usiku nikasikia kijana wangu amesema mimi nitafanya hii. Asubuhi nikaamka mapema kupika. Akaamuka, yeye alikuwa anaosha nyumba. Kuinama tu hivi akapiga nduru. Akasema, "Oi mama, nimesikia uchungu." Nikamuuliza uchungu wapi? Akasema hapa hip bone. Amesikia uchungu sharp sana. Nikamuuliza ulipigwa? Hapana. Kitu likugonga? Hapana. Na ni nini? Ananiambia lakini nikicheza na wenzangu nilislide nikaanguka. Na hakusema. Lakini akaniambia alisikia uchungu mingi sana na ikaisha. So hakuona kama ni kitu na hakusikia uchungu tena. Isipokuwa sasa hiyo 25th morning ndio akasikia uchungu. Nikamwambia lala kidogo then tutaamka tuone vile huko, tuende tukasherekee Christmas. Alipoenda kulala kuenda kumwamsha angeweza kuamka. Sasa tukamshikilia. Tukasema tukapostpone sasa kila kitu, tukampeleka hospitali.
Hospitali wakasema apigwe x-ray waone ni nini. Akapigwa x-ray wakasema hajafunjika, maybe ni dislocation ama muscle pull. Yeah, muscle pull. Akapewa painkillers, akaambiwa kuwe na rest, asikuwe na movement mingi. So hivyo ndio alifanya, akakunywa zile ndawa, lakini bado sasa uchungu imekuwa mingi sana. Uchungu imekuwa mingi sana, hata kulala anashindwa. So 26th tunamchukua tena, tunampeleka hospitali ya government. Wakasema apigwe x-ray ingine. Akapigwa. Alipopigwa akasema hajafunjika mahali, lakini hivyo akuwe tu bado na total rest, bed rest, but uchungu ikizidi tumrudishe. So alipokuja sasa, hiyo ni 27 December, uchungu ni mingi sana. Sana. Kwamba hata alali, analia tu, akuli. So tukampeleka tena hapo Ruiru district, tukaambiwa tumpeleke hospitali ingine ya government. Tulipompeleka pale sasa ni 28th. Wakaangalia results zote, wakasema hajafunjika, lakini ako na uchungu sana. Sasa hawezi tembea, akuli. Tumeanza kuona macho yake na turn kuwa yellow. Wakasema niende Kijambe. Hiyo 28th. Sikurudi kwa nyumba, nilichukua ngari tu, nikatoka nikaenda Kijambe. Kijambe sasa nafika usiku. Kijambe Mission Hospital. Nafika usiku maana kuna safari kutoka huku mpaka huko. Nilipofika kumpima wakasema afanyiwe MRI. Lakini walipompima kwanza wakaona temperature yake iko juu sana, na bato pass rate iko juu sana. Wakajaribu kusikondeni, sikakataa kurudi. So akalaswa kwanza kabla afanyiwe MRI. Hapo tu kwa casualty room. Ndio hakukuwa amepelekwa kwa ward. So tukakaa pale na yeye usiku. Sasa my sister akanijoin. Analia tu, daktari wanampima kila kitu. Hawaoni ni nini. Sasa ndio anawasen. Anakuwa tu mbaya. Hata daktari hawaelewi ni nini. Maana pass rate iko juu sana, temperature iko juu sana. Kafika mahali sasa hata ni wakuwekwa oxygen. Hiyo usiku tu. Hiyo 28th ni wakuwekwa oxygen. Ikafika mahali sasa amewekwa oxygen. Ako na irritation mingi, anajaribu kuitoa, hataki ikae. Sasa ni kukaa pale kumshikilia. At one point aliamuka, akaenda kwa choo, akarudi, nikamshikilia, akaniambia mam, hapa hakuna mtu anaweza nisaidia na kupenda. Sasa hakuongea tena. After kuniambia mam nakupenda, hakuongea tena. Ndio sasa akakimbizwa, apigwe sasa picha hiyo ya mguu waone ni nini. Walipompiga picha wakaona ni kama kuna maji, wakasema kuna maji na lazima wafanye wamoperate kidogo wajue ni nini. So kukikucha hiyo ni asubuhi, akakimbizwa dieta kidogo, hakukaa sana, akatoka. Kutoka pale ni ICU. ICU ikasemekana sasa organs zote zimefail. Organs zimefail. Akakaa pale, ilikuwa hali mbaya sana. Hakuongea tena. Mpaka sasa date 1. Date 1 watu wameenda, mimi nimekataa, nimesema siwezi acha mtoto wangu. Ninakaa nje, masaa ya kuingia ndani inafika, lakini naenda tu ICU na muangalia na muombea, sikukuwa na la kufanya. Sasa ikifika date 1 ndio date 1 sasa 2019. Ndio nikaambiwa amepass kitu saa 6. What? Yeah, hivyo tu. Yeah. Yaani ilianza na kauchungu wakati wa Christmas. Yeah. Na huyu sasa ameenda kwa ICU. Amekufa. What was the reason for his death? Sasa akiwa ICU walisema watafanya kitu inaitwa culture test. Culture test I think inapima vitu zote. Maana wamejaribu kila kitu hawaoni. Lakini culture test huwa inachelewa, itoki immediately. So walipo baadaye sasa ndio walikuja kusema ilikuwa blood clot. Ni clot ilitembea mpaka kwa heart, I think kwa heart. Ndio walisema hivyo.
Ya, lakini ilikuwa uchungu maana alikuwa tu mtoto mzima. Alafu inakaa ni kama si kitu serious. Anaongea lakini anaendelea tu akiwasen. Sasa tukamlose hiyo tarehe 1 Januari. Najua huku ya tayari kumlose. Yeah. Because sio haikuwa na meaning kwako. How soon? As in kauchungu kameturn to death. So after that? Yeah, ilikuwa ngumu sana. Maana ni ule mtoto alikuwa ameokoka pia. Alafu the only son. Alafu mmependana tu sana. Mtoto wa mama mmependana sana, so haikuwa rahisi sana. Ilikuwa ngumu sana, but Mungu amezidi kutupatia nguvu, akazidi kutupatia nguvu. My husband alikuwa pale ananitia nguvu. Mimi nilikuwa nimewezwa, lakini alikuwa pale ananitia nguvu sana. Ya, hivyo sasa after kutayarisha tukamzika. Tukaendelea tu nyumba sasa, unaona sasa tumebaki sasa na wasichana wawili. Tukaongea na mzee tukasema ni vizuri hata kama our last born ako 9 years, 10 years, tujaribu tuone kama tutapata mtoto mwingine. Maybe Mungu anaweza tubariki na kijana. Mungu anaweza kutubariki na kijana. Na tukaendelea tukasikizana sasa nikapata mimba. Mwezi wa 3 sasa. Naona sasa sijapona. Bado nina mourn bado mtoto wangu. Sijapona kabisa, ile unaweza sema ati niko strong. Kwa sababu nilikuwa bado tu namulia. Tukafikiria maybe Mungu atatupatia furaha tukipata mtoto mwingine na hasa awe kijana. Tukakuwa tukiomba Mungu sana. Nikakuwa na mimba mwezi wa from March. Nikaendelea March mpaka mwezi wa 6. Siku moja tu nikiwa kwa nyumba nilikuwa nimetoka church. Tukapika tukakula, lakini ikifika saa 6 ile mimba ikaanza kutoka. Tukaenda hospitali. Wakatupatia dawa, wakasema turudi asubuhi tufanyiwe scan. Asubuhi nikarudi nikafanyiwa scan, wakasema tu niko sawa, iko sawa, mtoto atakuwa sawa. So nikakaa siku 2 ya 3 bado shida iko. Hiyo mimba inatoka. Kwenda hospitali sasa ikakuwa worse. Wakasema hakuna vile inaweza survive. Nikafanyiwa scan nyingine. Wakasema sasa ishatoka yote. Ishatoka. Ikakuwa ngumu. Kutoka pale sasa ni magonjwa. Juu vile hiyo mimba ilitoka mwezi wa 6, sasa magonjwa ikaanza pale. Nikakuwa mgonjwa all through. Kungonjeka kabisa. Na last hospitali hii, natoka hii, tumbo inanisumbua sana. Nikakuwa mgonjwa sana, lakini huku tunaamini Mungu, tunaomba. Mzee wangu alikuwa pale, akanishughulikia. Sasa ikawa hata kazi siwezi enda. Nimesimamisha hata kazi kwa sababu hata mwili imedhoofika na niko mgonjwa sana. So nikaendelea. Tukajipatia nguvu. Nikakaa nikarudi church. Mambo sasa inakaa ni ngumu sana, maana sasa unaonekana wewe ni ule mama ambaye ulikuwa unatia watu nguvu. Ulikuwa unahubiria watu. Unaambia watu Mungu anaweza. Lakini huko unaonekana ni kama umewezwa. Unaonekana ni kama umewezwa, maana mambo sasa imekuwa mingi. Katika hiyo hali nikaota ndoto. Nikaota ndoto kwamba kuna mtoto wangu second born amekufa. So I knew ya kwamba kuna roho ya kifo bado inatufuata. Tena? Ya, tena. Na ilikuwa ndoto ambayo ile unaona tu kabisa, unaisikia kwamba kuna kitu ambayo Mungu amekufunulia. So nikajua kuna roho ya kifo ambayo inatufuata. Nikashare na mzee na wapendwa wengine ambao tunaomba na wao. Lakini nikasikia ni kamba bado iko strong. Alafu sasa nikaenda kwa mtumishi mwingine town, mhubiri mkubwa tu. Nikatoa sacrifice, nikasema hii nayo inakaa ni kama kuna kitu ambayo nataka ku happen. So tukaomba. Ikawa sasa wakati kwa kanisa kuna safari mzee wanapanga. Wanapanga kuenda na huko Nakuru, Olkalau. Kuna mtu alikuwa wa church anaenda kulipa ndoari.
So nikakuwa nikimwambia hiyo safari usiende. Sababu nahisi ndani yangu ni kama kuna kitu inatufuata si mzuri. So nilikuwa naona maybe akienda hakutakuwa kuzuri, maana ninaona nikilala ninaona gari imeanguka na mpata ndani. Nikakuwa nikimwambia usiende hiyo safari. Mungu amekataa. Lakini kwa hiyo ni yeye alikuwa chairman wa hiyo mipango. So it's like alikuwa naona nikikataa kuenda ni kama nimemlet down. Sijasimama na huyo ndugu vizuri. Safari ikapangwa, ni wakati Kipchoge alikuwa anakimbia hiyo siku. Hiyo siku sasa ndio walikuwa naenda. Mimi asubuhi nikakuwa hata usiku sitaki. Hiyo Friday night sitaki hiyo safari yaende, maana niko mgonjwa. Nilikuwa nimelazwa hospitalini, ndio tu nimetoka, niko weak. Sijapona vizuri. Na hata ndio sasa nimerudi kazi, lakini niko very weak. Hiyo siku sasa, huyo siku anajaribu kutafuta mahali, alikuwa ameomba gari kwa rafiki yake. Ajaribu kutafuta mahali pa kupaki gari, amekosa. Kwa plot amekosa, ameenda mahali nafanya kazi, hakufunguliwa gate. So amehangaika mpaka saa 9 ya usiku. Hajapata mahali. Saa 9 ya usiku? Yeah, maana gari ilichelewa, ilikuja saa 6. Okay. Hiyo sasa masaa ingine ni kuhangaika akitafuta mahali pa kupaki. Ilimbidi arudishe mahali sasa anafanya kazi, kalala huko. So asubuhi tukashikana mikono, nikamwombea, tukaombea hiyo safari. Lakini ndani yangu nasikia hii safari Mungu haitaki. Mungu hataki waende hii safari. So I shared na pastor mwingine nikamwambia tuombe safari sana, kwa maana ni kama Mungu hataki safari muende, lakini tuombe tu Mungu apate kuwalinda. Na wakaenda, walipoenda mimi nilienda maombi. Kutoka maombi tu hivi kuingia kwa nyumba napigiwa simu. Ati kuna ajali imefanyika na huko Olkarau na bwanako amepata accident. Ile ngali walikuwa nayo anaongea lakini haezi simama, haezi tembea. Hiyo ndio information sasa nilipewa. Nikauliza mko wapi? Wameenda hospitali na huko Olkarau. Sasa mimi niko huko Ruiru. Napigiwa siwezi enda. So ile kitu nilifanya, nilienda tu tena maombi. Nilienda kwa maombi, nakataa roho ya kifo, namuombea Mungu amulinde. Lakini haikuwa rahisi sana. Kulipokucha nilienda tu huko Olkarau. Nikampata, anaongea, anasainua mkono, but haezi ana movement yoyote kutoka hapa kwa chest kwenda chini, ana movement. So nilipofika tu walikuwa na ningoja ndio wamhamishe wampeleke Nakuru. Nakuru level 5. Yeah, saa nikafika wakapata kumhamisha, sasa tukaenda na yeye mpaka level 5. Haikuwa rahisi vile, maana sasa amelazwa pale. Mimi niko mgeni pale. Hakuna mtu najua, lakini kwa njia ya Mungu tu nikaunganishwa na mama ambaye nilikuwa nakaa kwake. Ikawa maisha ngumu pale hospitalini sana. Maana lazima ningeenda kila siku. Niko na yeye pale, ninamulisha, haezi kula. Ninamchange diaper kila siku. Na ikuwa rahisi. Uzuri ya alikuwa anaongea. Alikuwa anaongea, so tuliongea mambo mengi. Najaribu kumtia moyo. Tunaomba na yeye pale hospitalini. Na pia kuombea wagonjwa wengine, lakini ilikuwa hali ngumu sana. Tukakaa sasa, wakasema amefunjika spinal cord. Amefunjika mara 3 kwa shingo na spinal cord bado imefunjika. So ndio maana hawezi simama, ndio maana ana movement yoyote. Kwa sababu nerves ni kama zimekufa sote. So ilikuwa lingumu pale, ni kusunguka na yeye hospitalini akipigwa MRIs. Wakaitisha pesa, hakuna pesa, 200,000. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya jamii yetu na marafiki walisimama na sisi sana. Akapigwa hizo MRI, sasa anaenda operation. Anaenda operation sasa. Ambao ilikuwa major operation. Kwa maana alikuwa take 8 to 10 hours kwa theater. Tukaomba na akaingia theater. Ilikuwa lingumu sana. Maana umekaa na yeye 2 weeks. Hapo kwa ward. Akiwa au popote,
lakini hakuna kitu anaweza jifanyia. So ni wewe uko pale unamchange diaper, unamkulisha, unampangusa kila siku. Na ni male ward. Hakuna wanawake pale, maybe wenye wanachunga mabwana zao. Ni ward ya wanaume. So ilikuwa ngumu sana. So alipoenda theater, Mungu akamsaidia akaamuka. Kuamuka akajijua, lakini wakasema bado kama kijana. Unaona sasa ni mambo yenye nafuatana kama ya kijana. Lazima aende wapi? Aende theater. Sasa naye pia akaenda theater. Exactly vile mtoto wangu alifanyiwa, ndio niliona bado na yeye amewekwa tu hivyo mapipe kwa mdomo, haizi ongea, haizi fanya chochote. Hivyo ndio mtoto wangu alikuwa amewekwa. So nikakuwa nikifikiria kuna kitu ambayo inatofuata, maana mtoto ameenda theater. Ni kama ni attack. Ni kama ni attack. Mtoto ameenda theater, mzee naye ndio huyo theater. Na mbona haya yote na wewe naona ni mtu wa kumtumaini Mungu, ulikuwa naomba sana? Majaribu. Hata hiyo usiku kabla waende safari ulikuwa umeomba, ukaachwa kama umeenda kuomba, lakini bado yakafanyika. Sometimes majaribu huja, majaribu upata watu wa Mungu. Maana nilikuwa nafikiria maybe nimekosea Mungu, niliishi nikitubu. Nikiambia Mungu nisamee kama kuna mahali nimekukosea ama mume wangu amekukosea. Maana mambo yanatufuata mangumu sana. Kwanza saa hiyo ninaona nitaendelea kuhubiri ama nitaacha. Maana sasa huku mambo yamekushika mangumu sana. Lakini bado tu najipatia nguvu. Maana nakumbuka hata akiwa hospitalini nilifast. Naenda kumwangalia, lakini huku na fast nikiomba Mungu usikubali akufe, murejeshe. Although ndani yangu nilikuwa naona ni hali ngumu sana. Madaktari ile ripoti wanakupea ni ya kufunja moyo sana. Wakikwambia akitembea tena ni Mungu tu. Maana spinal cord hata picha zinaonyesha vile imefunjika sana. So lakini bado huku naendelea kujipatia tumaini. Kumtumainia Mungu. Kuambia Mungu tu naweza, ni wewe na kutumainia. Maana majaribu ni mengi sana ya mwenye haki. Hata Job alipata majaribu mengi sana. Nilikuwa najitia nguvu sana na kitabu cha Job na maisha ya Job. Ile Job alipata majaribu, watoto wake wakakufa, na akambaki bila mali na akambaki bila watoto. Lakini Job alizidi kumtumainia Mungu. So nilikuwa najipatia nguvu sana na kitabu ya Job. Nikijua ndio ninasapitia yote, lakini Mungu ako na sababu. So akakuwa ICU. Sasa naona hali ya mtoto. Nakumbuka ujue sasa ni the same year. Huyo mwaka Januari ndio mtoto amekufa. Na hiyo November ndio mzee ako hospitalini. Kwa hivyo ni mwaka tu mmoja. Ni hiyo mwaka tu wa 2019. Umelusu watu wawili mwaka mmoja. Na mimba kutoka the same year. Bwana ako kwa ICU. Umeacha akiwekwa oxygen. So nini itafuata? Sasa ako kwa ICU. Sasa ikafika siku moja akatolewa hizo pipes. Akakuwa hata anaongea. Lakini nikiwa nje, nimekaa tu hapo nje, nikapigiwa simu, nikaambiwa kuja ICU haraka. Nilipoenda nikaambiwa amepata na attack ya pneumonia na asthma. So tena akarudishwa zile pipe tena. Hawezi ongea. Akakaa kama wiki mbili. Wiki mbili ICU. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Ni kuenda pale kumwangalia tu, hawezi ongea, lakini ukiomba anataka kurespond. Lakini ni vile tu hawezi fanya chochote. So siku moja wakaniita, wakaniambia eti ni kama atamek. Sijui walitumia neno, wakasema ati ni kama akili yake imekuwa garbage. Garbage. So hapo wakaniambia ni wapee ruhusa watoe hizo watoe hizo life supporting machine, waone kama ndio iko ama kama ako hai. Sikukubali. Sikukubali, maana ilikuwa ngumu sana. Niliona mimi wakimtoa ndiye atakufa. Kumbe wanasema hivyo ashaenda. Na mimi nafikiria ako hai na ni machines inafanya. So nilipoenda nikakataa, wakanipatia time.
The following day wakaniambia wakaniuliza sasa natakaje. Nikitaka akae hapo milele atakaa. Kulingana na vile nitasema. So nikakonvinziwa na my sisters na watu wengine walikuwa wakaniambia tufanye tu vile daktari anataka tuone kama ako hai. Tuone kama ako hai. So haikuwa rahisi sana lakini ilimbidi tu nikubali. Nikubali nikasema atolewe tu na nikaenda nje. Tukaambiwa turudi tena saa 10. Tuliporudi sasa tukapata wakakonfirm ya kwamba ashaanga. Hayuko. Ya ilikuwa ngumu sana. Sana kusikia kwamba ni mwaka moja tu Januari umelusi mzee. Ndio hiyo mwezi wa 6 umelusi mimba. Sasa unaambiwa mzee hayuko. Unaona maisha imebadilika. Ulikuwa mmejaa kwa nyumba. Sasa hakuna mumeisha. Sasa mko watu watatu. Wewe na wasichana wawili. Yeah. Kijana, bwana wameenda. Wameenda. In some funny instances. Yeah, na magonjwa. Ujue sikukuwa nimepona. Bado huku naangalia mzee niko mgonjwa lakini vile uko kwa wenyewe. Na tena unajipatia nguvu maana yeye inafaa wewe ni muangalie yeye. So ilibidi nijipatie nguvu sana na kusimama na yeye ili hali niko mgonjwa. Bado sijapona. So mzee naye pia akaenda. Nikambaki. Ilikuwa ngumu sana maana it's like nilipatwa tu na sikujua vile nilitoroka hiyo hospitali na nikaenda mbali sana. Sasa nikapea watu mzigo tena wakunitafuta. Sababu ili ni strike sana. Alafu ni mzee ule tuliishi vizuri in marriage. Isipokuwa changamoto na majaribu, maisha yetu ya marriage ilikuwa mzuri sana. Tulipendana, tulielewana, alinisupport kwa huduma na hatu kufurugana kwa nyumba. Ni ile tu ya kawaida. Kuwa na tofauti zozote? Okay, tunakuwa na tofauti. I mean zile zinaweza fanya watu waachane. Hapana. Hatujakuwa na tofauti isipokuwa zile za kawaida, then mnakaa chini na mnaongea na life inaendelea. Okay. Lakini zile changamoto ati mpaka inafika pondi ya kuenda ama nyumba inakosa amani na ulikuwa umefika kiwango cha yeye kwenda kutoa mali mahali? Yeah, tukifanya harusi alikuwa ametoa mahali. Alikuwa ashaenda akatoa mahali na bado tulikuwa tunaenda tunaona mzee. So alikuwa ametoa mahali. Okay. Yeah. So mzee ameenda na kwa hakika tulikaa maisha mzuri ya marriage. Tulikuwa hata yeye alikuwa na kanzo watu in marriage. Alikuwa na hiyo kipawa ya kurudisha mboma za watu. Alikuwa na kanzo watu sana, alikuwa na hiyo ministry. So mzee ameenda na yeye ndiye alikuwa support yangu hata kwa ministry. Alikuwa anasimama na mimi sana katika ministry maana mimi nilikuwa nafanya huduma kama pastor. So alikuwa ananisupport sana. Ananifundisha mambo mengi sana ya Mungu. Mzee ameenda haikuwa rahisi. So nilitoroka hospitali. Ikakuwa sasa siku mzima ni watu kunitafuta. Sijui hata kwenye nilienda. Nimekimbia hata mpaka nimeacha viatu. Ilikuwa ngumu sana. Sana. Lakini sasa kwa neema ya Mungu nikarudi hospitalini, so lazima ningesign ndio apelekwe mochari. Ilikuwa ngumu sana. Kutoka pale maisha ilibadilika. Magonjwa sasa. Kutoka mzee hata kabla tumzike mambo imekuwa mangumu. Maana pia katika kumzika kulikuwa na changamoto. Sasa ujue tumeishi town na yeye alikuwa Mluya. Kule nyumbani wazazi nao pia walikuwa wamekufa. Pia wazazi wake walikufa tu wamefuatana Mei na June. Pia wao walikufa. Na yeye akafuka the same year? No, wao walikufa 2016. Okay. Lakini unaona sasa mboma hakuna mtu. Pia kifo yao ilikuwa tu ya ajabu tu hivyo. Mzee amekufa, mzee alikufa Mei na mama naye anakufa June the following month. So unaona sasa hiyo mboma, alafu kuna sister yake pia alikuwa amekufa. Hiyo mboma imejaa tu makaburi. Hata wakati mtoto wetu alikufa aliniambia hatutapeleka mtoto nyumbani. Kwa sababu nyumba huko nyumbani kumejaa tu makaburi. It's like ni mboma ya makaburi. So mtoto tulisika hapa Lang'ata. Lakini sasa unaona mzee amekufa na kuna hiyo changamoto lazima apelekwe nyumbani. Na watu wa huko nyumbani walitaka apelekwe huko.
So ikukuwa rahisi, lakini Mungu kwa uwezo wake alitusaidia na marafiki, watu wakasimama na sisi na tukapeleka nyumbani. Pia kule nyumbani kama mtu umeokoka, kuna mambo mila na utamaduni za kwenye nilikuwa nimeolewa. Lazima pia ninge overcome. Huku naomboleza una nguvu, but lazima ningetetea wokovu wangu. Kuna mambo naambiwa ufanye, lakini iambatani na wokovu, ikubaliani na neno la Mungu. So lazima pale ningesimama pia mbali. Mfano ama labda like kama ujue sasa hiyo ni tribe, si ile yako. Kama kwetu sisi tumejua tu ukileta maiti ni hivyo, ni kuzika tu, lakini kule unapata hiyo maiti inawekwa nje, wanaenda wanamshika, wanamgeuza, watoto wanaona, inaachwa nje usiku mzima. So ilipo unajua sasa tunasafiri usiku, wakati huo kulikuwa tunasafiri usiku, ndio masishi ni kesho. Sasa by jua ikitua lazima tuwe tumefikisha mwili, tukakuwa tumefikisha. Lakini ikifika saa 6 ya usiku naitwa, naambiwa sasa lazima uende ukalishe kwa nyumba maiti, haiwezi kaa peke yake. Ataenda wapi? Okay. So mimi na watoto wangu tuende tukae pale kwa hiyo nyumba, hakuna mtu mwingine. So mambo ingine nikaona mimi siwezi fanya vitu kama hizo. Kwa sababu hapo ndio nasikianga mara wengine wanaambiwa walale na maiti, mara wengine wanaambiwa wafanye sijui ni mila. Na ni lazima kaburi ichimbwe saa 6 ya usiku. So nilipokataa wakasema hawatachimba. Inachimbwa hiyo saa 6 ya usiku, ikikanyanga tu saa 6 tu hivi ndio wanaanza kuchimba kaburi. Usiku. So ikakuwa changamoto sana kwa sababu mali nimetoka, alafu mzee wangu hakukuwa wa mila, na yeye alikuwa nakatana na mila, alikuwa anapigana sana na wao, maana alikuwa ameokoka na anakataa mila, lakini hayuko. Sasa vile hayuko lazima ningesema. Mswahili alisema mwacha mila ni mtumwa. Sasa wakati mwingine inabidi ufuate tu kwa sababu ni kwa muda. Huwezi fuata kama asiambatani na wokovu. Okay, labda kwenye umetoka, unajua kuna vitu mahali umetoka huwa zinafanywa. Isipokuwa ni kwa sasa watu wameanza kuelewa vitu zingine zilikuwa zinafanywa kwa nia fulani. At least siku hizo watu wameanza kuondokea. Lakini kwa hapo kitambo lazima ungefuata. Although wewe ulikuwa umetoka kwa tamaduni tofauti, labda haikuambatana na vile unavyoelewa mambo ya matanga na mazishi, labda huenda nafikiri pia ilikuwa ngumu kwako pia kama Mkristo mwenye ameokoka, na huenda labda akitazama jinsi mambo yanavyofanyika labda haipelekani na vile anavyoamini. So ilikuwa ngumu kwako? Ilikuwa ngumu. Kwa sababu sikekubali niende. Tumeishi na mzee miaka hiyo yote 15 years. Then na hiyo siku naambiwa sasa enda ulalishe maiti. Unaona sasa ni ngumu sana. Hayuko hai. Uende ukae pale. Haiku make sense kwangu. So kukakuwa na furugu kidogo, kwa sababu nimekataa. Nimekataa kufanya vile ambao wanataka. Lakini tu kwa uwezo wa Mungu watu wakaongea. Na wale wameokoka wakasimama na mimi wa hiyo mboma, wakasema wataki mila. Na wataki kitu ambayo iambatani na wokovu. So kwa hiyo pia Mungu akanishindania. Nikaweza kuovercome hiyo na masishi ikaendelea vizuri. Tukamaliza masishi, lakini after masishi sasa magonjwa sasa yananiandama vizuri. Magonjwa sasa siwezi fanya chochote. Nimengonjeka vibaya sana. Na mimi huku sasa nimeacha maombi. Naanza kuambia Mungu umenifail. Maana mimi nimeishi nikiwa nimeokoka, ninahubiri, nasimama na watu, lakini ikifika wakati wangu ni kama Mungu unipendi. Umenifail. Maana ulikuwa na uwezo wa kuzuia kifo, ulikuwa na uwezo wa kuponya, na ninahubiri nasema Mungu anaponya, na niko na ushuhuda watu ambao Mungu amewaponya. Lakini ikifika kwangu nikaona Mungu it's like amenifail tu kabisa. Sasa na mimi nikaamua sasa hata siombi tena. Nikaamua hata sihubiri tena.
Na nilipoamua hivyo, magonjwa sasa yakaniandama vizuri. Nikakuwa mgonjwa sana. Na last hospitali hii, natolewa hospitali hii. Sasa hiyo ni 2020, last year. 2019 ikisha na 2020 sasa ikianza. Nikakuwa mgonjwa sana. Natoka hospitali hii naenda ingine na sitaki mtu yoyote mwenye anaomba kwangu. Sitaki mtu akuje aombe. Sitaki mtu akuje kuni encourage. Nataka kukaa tu maisha yangu peke yangu. Nataka tu maybe kuishi na watoto wangu. Na watoto huku wako na changamoto pia. Maana sasa huyu msichana mkubwa pia na yeye amengojeka pia. Sasa tuko wagonjwa wote kwa nyumba. Yeye anapimwa ugonjwa uonekani, pia mimi napimwa ugonjwa uonekani. Tukakuwa tu na hali ngumu sana. Watoto pia wanaongopa. Nikiwa tu nimelala nasikia wanaulizana ni nani next. Sasa wameona ni kama tunafuatana hivyo tuishi. Unasikia watoto wanaulizana na ni nani next atakufa. Unasikia wanasema ni mimi hapana, ni mimi hapana. So unaona watoto pia walikuwa wanakaa na uoga. Wanaona, unasikia wanasema ni mama atakufa maana yeye mgonjwa sana. Ni yeye atafuata dad. Alafu mimi nifuata. Yaani kifo imeingia kwa boma mpaka ikafika mahali mnaanza kubishana nani ataenda mbele ya mwingine. Kifo imetisha mpaka watoto sasa wameanza kupanga. Ni mama atafuata, alafu mami sasa wanabishana nani atakuwa last. So pale nikasikia wakiongea hivyo, nikawaambia hakuna mtu mwingine atakufa. Nikaanza kufikiria sasa lazima nikuwe strong kwa sababu ya watoto. Maana sasa wanaonekana wameingiwa na uoga sana. Huyu mkubwa ameanza kukua mgonjwa. Ukimwangalia ako mgonjwa serious. Sasa mimi siwezi mpeleka hospitali na maana mimi ni mgonjwa na yeye ni mgonjwa. Nashukuru sana kwa ndugu mmoja tulikuwa tunafanya kazi na yeye anaitwa Eric. Huyo ndio alikuja anatuchukua, ananichukua na nipeleka hospitali. Alafu anachukua mtoto pia anapeleka hospitali, lakini akipimwa hakuna magonjwa. Hivyo ndio sasa akakuwa akituambia mtoto anataka counseling. Akatafuta mtu akamuongelesha. Hivyo tu akaanza kupona. Lakini mimi sasa kutoka pale 2020 sasa Januari nimengojeka sana. Sana kiasi hata nimeisha. Watu nao kwa barabara hawataki kuniongelesha. Maana sijui walikuwa anaogopa mtu anashindwa atakwambia nini. Mwaka mmoja umelusi mtoto, umelusi mzee, mambo yani mtu anashindwa atakuencourage ange. Wengine watu wanafikiria ni ushirikina. Watu wanafikiria ni ushirikina. Wengine wanasema ni kanisa, maybe umeingia kanisa mbaya. Wengine wanasema maybe wewe unajua ni nini nakula mboma yako. So unakaa maisha ya upweke sana. Huku uko na changamoto, hauna nguvu. Kuna wale pia wale wameokoka unaona wanakuandikia message you are a strong woman of God. Wanakuambia uko strong. Ili hali ndani unasikia uko empty. Una nguvu, umeishiwa na nguvu. Unahitaji watu wa encourage, unahitaji watu wasimame na wewe. Lakini ile wanakuambia ni kwamba wewe uko strong sana. So ilifika mahali siendi kanisa. Hata before kanisa sifungwa kwa sababu ya COVID, nilikuwa nimeacha kanisa. Ndani yangu na kabisa. Hata maombi siombi, hata chakula siombei. Nimeona ni kama Mungu ameniacha. Ni kama Mungu anipendi. Ni kama Mungu anijali. Nilikuwa ndani yangu nilikuwa najua nakufa, nafuata mzee. Nilikuwa nasema siwezi ishi bila yeye. Siwezi ishi kwa sababu mambo imekuwa mangumu. So nilikuwa najaribu kuimagine vile nitatoroka niacha watoto. Niwaache niende. Ama naomba Mungu tu nikufe. Kama naweza furahia nikiwa mgonjwa hivyo niamuke, nipate nikufe, ilikuwa furaha yangu. Lakini kukikucha napata tu niko hai. Nakasirika sana. Nasema Mungu si ningekufa tu. Wakati corona ilikuja nikasema basi hii ndio itanibeba. Nilikuwa natamani tu hata iniue. Wakati ilitangazwa tu hivi imekuja. Sasa nikajua basi corona imekuja, hiyo inaua watu wengi vile tulikuwa tunaona China inafanya. Nikajua sasa hiyo ndio itanifagia iniue.
Nikakaa katika hiyo hali ya upweke sana. Sasa ni January, February, March bado niko sijakubali. Sijakubali maana watu after kuzika watu wanakuacha. Wanaenda wote. Sasa ilibidi tuame, tutoke ile nyumba tulikuwa tunakaa ya 2 bedroom, tutafute single room. Maana sasa siwezi lipa ile nyumba ya 2 bedroom. Sasa pale umehamia hakuna mtu anakujua. Umehamia tu mahali watu hawakujui. So wewe unakufa tu ndani. Natamani tu nitoroke niacha watoto kwa nyumba. Mwenye atakuja kuwachukua mimi kwenye nafanya kazi children's home wapelekwe huko. Walelewe huko. So nilikuwa na mambo mingi katika mawazo yangu. Nikaambia Mungu hata usiwahi nionyesha ndoto, usiwahi niongelesha, wacha tu nikae hivyo. Hakuna maombi, hakuna kwenda church. Ninakaa tu hivyo. Natamani tu kufa. So ilikuwa hali ngumu sana. Mpaka siku moja nikaanza kuwasa kufanya mambo mabaya. Hata kuna siku niliamka nikaenda mbaa. Nikasema kwamba naenda kukunywa sasa. Lakini nilipoingia kwa mlango ya mbaa, sijaingia in my life. Nikashindwa sasa mtu anaitisha pombe aje. Mtu anakunywa aje. So nikaulizwa nataka nini? Sikujibu, sijui majina ya pombe, sijui inaitangwa aje. Nikatoka nikarudi. Nikarudi kwa nyumba. Nilikuwa natamani nifanye kitu ambayo itafanya hata nikufe ama nisahau na mambo yote ambayo nimepitia, lakini katika hiyo hali nikiwa katika hiyo pweke kuna dada ambaye alikuwa ananitia nguvu sana. Niambia sasa ile mambo nafanya bwana wako akiamuka atasema ni wewe. Atasema ulikuwa umeokoka kwa sababu ya Bwana. Na hapo nikaanza kufikiria. Na kweli hata kama sikupata Bwana nilikuwa nimeokoka tu. Na kweli hata kama sikupata mtoto ningekuwa nimeokoka tu. Hapo nikaanza kushukuru Mungu. Nikamwambia Mungu asante, unibariki na mtoto, unibariki na Bwana. Nikaanza kushukuru Mungu na nikaanza kutubu na kulelea Mungu. Na nikaomba Mungu msamaha sana. Na kutoka pale hivyo Mungu akaanza kunirenjesha. Nikaanza kupata amani. Nikaanza kupona. Wakati nilitubu, wakati niliamua kurudia Mungu, Mungu naye akaniponya. Nikaenda tu hospitali na kwa njia ya Mungu nikapona tu kumiujiza ya Mungu. So nikaanza upya tena maisha yangu. Hapo nikajua kweli majaribu ya mwenye haki ni mengi. Ni mengi sana. Na kama umeokoka haimaanishi kwamba utapitia majaribu. Kwanza kama umeokoka na umesimama katika kweli ndio majaribu yanakuja. Lakini sasa kujaribiwa na vifo vya uwapendao, sinafikiri ni baadhi ya majaribu ambayo labda Wakristo wanaweza sema si ya haki. Kujaribiwa. Kwani hakuna jaribio la haki, hakuna majaribu mazuri. Kwa hivyo huwezi sema ati unafaa kujaribiwa kulingana na venye unataka. Kwa hivyo inabidi tu mtu avumilie. Inabidi mtu avumilie. Si rahisi. Kupata majaribu ya kifo ndio jaribu ambayo ni ngumu sana duniani. Tena unapoteza watu ambao unawapenda, ni watu wa karibu na wewe. Ni kama tu Job. Maana Job aliletewa habari alipoambiwa watoto wake wamekufa. Ndio tunaona Job anaanguka chini, anatoa nguo zake, anafaa mangunia kwa sababu ya kupoteza watoto wake. So jaribu ya kifo ni ngumu sana. Kweli. Ni ngumu na ni pigo kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Ambapo inahitaji na wewe uinue imani yako. Uzidi kuamini Mungu zaidi sana. Kwa sababu kifo nayo inafungua milango. Kweli. Unaweza acha Mungu, unaweza shikwa na wazimu, unaweza shikwa na depression. So lazima uinue imani yako sana wakati unajaribiwa. Mungu hakuangi ametuondokea. Mungu anakuanga tu karibu na sisi. Kama umeokoka na unapata majaribu, usifikirie kwamba Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Mungu ako pamoja nawe. Simama katika hayo majaribu. Wacha Mungu ajitukuse katika hayo majaribu. Na jina la Bwana litukuzwe katika majaribu. So tunahitaji kuwa na nguvu katika wokovu. Majaribu yako ya kutufunja moyo. So nilikuwa nimeimba wimbo. Hiyo wimbo ndio ilikuwa inanitia nguvu. Sometimes unaweza imba kama wewe ni muimbaji, kumbe hiyo ujumbe unapewa ni yako. Unafikiria ni ya watu wengine. Ndio nikakuja kujua zile nyimbo nilikuwa nimeimba. Ni kama nilikuwa najimbia mimi.
ya kwamba hata nijapopitia kwenye maji mingi, nijapopitia kwenye moto, Bwana yuko pamoja nami. Ya kwamba sitateketea na wala sitaangamia. Maana Bwana yuko pamoja nami. So hizo nyimbo niliimba ndio nirudi kunisimamisha. Ndio nirudi kunipatia nguvu katika wokovu. Nikajua kweli ninasapita kwenye moto, ninasapitia katika majaribu, lakini Mungu hata hajaniacha, ako pamoja nami. Okay. Yeah. Wow. Nafikiri ukiwa Mkristo kupitia hayo yote ni hali ngumu na kukubali, kwa sababu pia kukubali ni njia lazima tuseme ni ngumu, kwa sababu pia hata ukienda fasting na maombi na bado hata ukifanya hayo yote bado majaribu yanakuja. Nafikiri kama Mkristo inafika mahali unaona yenyewe Mungu ni kama hakupendi, Mungu ni kama amekuacha, lakini haukati tamaa, unazidi kumuomba. Kwa sababu nafikiri kuna wakati umetaja ulikuwa mgumu kwako na ukamuona Mungu kama adui yako mkubwa. Ukatamani corona ikuue, ukatamani vitu mingi sana zikuue. Lakini nafikiri kumurudia Mungu ndio ilikuwa tu jambo la maana na la muhimu zaidi, kwa maana labda ungekufa tu kwa ajili ya kumwacha Mungu, na haikuwa haki kumwacha Mungu, maana huyo ndiye suluhisho kwako na watoto wako waliobaki. Kwa hivyo kwa sasa mnaishije na watoto wako? Walishuhudia vifo viwili vinavyofuatana, walishuhudia changamoto za kugonjeka kwako. Huwa wanakuambia vipi labda mkizungumza na wao? Kwa saa hii maisha iko tofauti sana vile tulikuwa tunaishi. Kwanza unaona nyumba ilikuwa imejaa watu, mwaka mmoja watu wanafagiliwa. Unabaki tu na watoto. Ilikuwa ngumu sana kwa watoto mpaka saa hii. Mpaka saa hii watoto wajamini vile. Hata mimi sometimes huwa nachukua simu, nastukia tu na dial namba ya mzee. So bado sometimes wanakumbuka, lakini kwa neema ya Mungu ametupatia nguvu. Watoto Alice kukua vile tena, maana lazima wangeendelea na masomo, singewasimamisha. Lakini inakuwa ngumu hata sometimes kuwalipia school fees. Huyo mkubwa alikuwa tumempeleka boarding school primary. So ilikuwa ngumu kumtoa pale. Isipokuwa corona ilikuja sasa vile wamerudi, ilibidi tu nimpeleke pale ning'ang'ane na niaminie Mungu sana. Lakini wao ndani yao bado wanauoga. Maana hata akirudi shule analia, anasema sasa anasomea wapi? Anasomea Tala. Tala SA primary. Akienda analia, anasema sasa naenda miezi 3, sijui kama nitawapata. Maana naendanga shule napata mtu hakuna ameenda. So lazima usimame na huyo mwingine? Huyo mwingine ako class 5. Anasoma. Wote wako primary? Wote wako primary. Okay. Yeah, anyway, it's okay. So kuna mtu angependa labda kupewa ushauri na wewe? Unajua kuna watu wanapitia majaribio ngumu zaidi, labda pia ni kidogo kushinda yako, na wamemuona Mungu kama adui mkubwa kama ulivyomuona hapo awali. Wangependa labda ushauri wako. Watakufikia vipi? Labda unaweza tupia namba yako ya simu, angalau mtu akiona huu ujumbe anaweza kukuomba ushauri tu, kwa sababu kama umepitia hayo, huenda labda ukamwambia jambo na liweze kusaidia ndoa yake ama maisha yake. Nitawapatia namba yenye unaweza nifikia, maana Mungu aliniregesha na akarejesha mpaka huduma. Niko na kanisa inaitwa Shiloh Family Kambanako na huduma pale. Mungu alirejesha mpaka huduma. Saa hii niko na kanisa ambayo nina pastor na ninatia watu nguvu sana. Ndio mtu unaweza kuwa unapitia mambo magumu, lakini Mungu hajakuacha. Kweli. Sisi ndio tunaondokea Mungu. Sisi ndio tunaacha Mungu. Lakini Mungu hawezi akatuacha. Kweli. Mungu ako pamoja nasi. Hata saa zile tuko katika moto. Kama Shadrach na Meshach na Abednego, ako pamoja nasi pale katika hiyo moto, na atahakikisha ya kwamba umetoka. Atahakikisha ya kwamba amekupatia ushindi. Kwa hivyo kama unaweza taka ushauri ama maombi ama kusimama pia nasi, na namba yangu ni 0729 71 8388. Rudia tena. 0729 71 8388. Okay.
Yeah. Alright, asante sana. Na unaitwa Mary Nduko? Naitwa Mary Nduko Baraza. Okay. Yeah. So nashukuru sana. So pia kama kuna jambo lolote labda ungetaka kuambia wananchi tukimalizia? Yeah. Ninaweza waambia kwamba kama kuna mtu ako pale ana moyo wa kusaidia, kama anaweza saidia, mimi nimesema ni mwimbaji, nimefanya audio, anaweza nisaidia niinue uimbaji wangu, pia hiyo uimbaji minister kwa watu. Okay. Niweze kuendelesha uimbaji wangu, niweze kushoot hizo nyimbo zangu, ninaweza furahi sana na kushukuru sana. Alright. Kwa hiyo namba umepeana? Yeah, kwa hiyo namba nimepeana. Okay. Amen. Sawa, asante sana, nashukuru. Najua hii testimony yako itawafikia wengi, na haswa Wakristiano. Unajua kuna watu wamekata tamaa kwa sababu wokovu wako umeutetea kwa kila namna, lakini bado matatizo ni mingi, majaribu ni mingi. Hata kama Biblia inasema hakuna majaribu tunajaribiwa, haijawahi onekana duniani ama haijawahi jaribiwa wengine. Inafika wakati umeweza kusimama na Mungu sana, mashida ije, unasikia ni kama Mungu anakuonea, umemtumainia sana, umemhudumia kwa kujinyima mambo mengi sana, lakini mashida inakuja, unashindwa sasa, basi nitaenda wapi? So tunashukuru sana na tunatumaini pia Mungu ataweza kukuinua kwa kila hali na maisha yako itakuwa nzuri zaidi ya yale yote umepitia. Mungu amekuonekania na atazidi kukuonekania. Kwa hivyo nafikiri Mungu yunawe hadi safari ya mwisho. So nashukuru sana. Asante. All right. Nashukuru pia. Okay, thank you. Asante. All right.